Yes, mambo vipi? Bwana hapa Sheni ndani ya mjengo ukipenda zaidi Newsline Media. Bwana ukiangalia katika mkono wangu wa kushoto niko na mtoto wa kike, mtoto mzuri. Bwana amepiga visit ama ametutembelea na mimi nika feel like manze lazima tupige naye ngumzo. Au sio? Kwa muda usio kwa mrefu ametoka hapo ndani Comrade Desant na mimi nika feel manze lazima tuongee naye bili tatu au sio? Naomba tukumbushe jina, chuo ama kitu ambacho unakifanya kwa sasa hivi. Jina ni Edith Kaleria, mwanahabari. Mwanahabari, ukisema mwanahabari unafanya katika kituo fulani ama uko shuleni pale au sio? Ni mwanahabari anayeibuka, mwanahabari wa kesho ndio. Mwanahabari, lakini kwanza niseme mimi napenda Kiswahili chako. Asante sana. Ukazaliwa Coast ama ukazaliwa wapi Kenya? Mtoto wa kike, nimezaliwa Meru, nimelelewa Meru, nimekulia Meru. Unasema Meru? Salimia watu wa nyumbani sasa na lugha yetu ya Kimeru. Antobetoba Meru mugeni. Napenda. Tangu lini wa Meru wakaanza kuongea Kiswahili? Lakini mimi ni wasaliti, mimi si Umeru. Uongo. Lakini napenda sana sababu siku zote Kiswahili ni tuseme ni lugha ya taifa, sio? Bwana ni lazima tukipende, tukienzi na tuzidi kukuza lugha yetu ya Kiswahili, si ndio? Kweli kabisa. Kwanza naomba tu niambie ulipata wapi nini kilikushawishi ukapata kwamba mimi napenda sana niingie pale chuoni nifanye masuala na media? Mimi nilipenda sana kuongea nikiwa mtoto mdogo pale standard 4, ningeenda kusema mashairi ambayo tulikuwa tukisema kule primary school. Nikaenda high school pia nikakuta kuna journalism club, nikajiunga nayo kusoma taarifa, walimu wanakuja wakinitafuta, yule Kaleria yuko wapi? Edith yuko wapi? Mwanahabari una kipawa. Sasa mimi nikajua yenyewe mimi ni mwanahabari. Sasa nikuuliza kwamba umetoka katika mazingira ambayo kwa kweli lugha ya Kiswahili nayo inatatiza kweli bwana, kulingana na sehemu ambayo tumetoka, sio? Na umekulia huko, hujaitoka labda hujaenda Uswahilini lakini umejipata unaweza kuongea Kiswahili. Je, umepitia njia zipi ili kuwa katika mahali ambapo unaweza ongea Kiswahili ambacho kweli kinapendeza? Wazazi wangu pia wanadhamini lugha. Mamangu ametoka Lamu County. Kwa hivyo watu husema hiyo ndio ilinishawishi, labda manake pia si unajua Uswahili pia unahusika pale Lamu. Sasa wanasema mamangu kwa kuwa ametoka sehemu ambayo ni coastal ndio manake nikapenda Kiswahili, lakini mimi sijui, lakini nilijipata tu na ile hamu. Jamani, nimetoka Lamu jamani. Sana mimi niseme mamangu ametoka wapi jamani? Ametoka Malindi ama wapi? Ni sawa. Ama ametoka Tanzania. Wangu ametoka Tanzania. Sasa tulikuwa tunapiga story pale ukiniambia ushawishi wako, nimesikia sana umetataja mashairi, sio? Unaandika mashairi? Kweli nilianza kuandika mashairi nikiwa shule ya upili. Kuna baadhi ya watu ambao najua wanafanya mashairi, kuna jamaa anajiita Bakora la Jamii. Nyingine nimesahau. Anaitwa Clever Mjomba. Kuna wengine kutoka Coast Region wanafanya mashairi, kuna Mwinyi Bokoko na baadhi ya ambao wanafanya mashairi. Je, kuna mmoja kati yao unaweza kuwa unamwangalia sana ama unasikizanga mashairi yao? Nimesikia unamtambua Bakora Jamii. Sidhani nimeshawishiwa na mtu yeyote, lakini nilipenda wakati ambapo Inani alikuwa akigani mashairi. Anaitwa Nuhu Bakari kwenye Longa Longa na vile vile MC Gatanga Radio 47 pale, au sio? Naam. Sasa sasa umeingia katika pale unafanya masuala na media na labda ilikuwa ni ndoto yako wewe kusomewa wanahabari. Je, sasa hiyo ushaanza ni nini kipya ambacho unakumbana nacho pale labda akiko katika mawazo yako? Sioni kitu kipya, lakini nilipokuwa nikijiunga na chuo nilifikiri ya kwamba manake mimi nataka niwe mwanahabari wa Kiswahili, news anchor wa Kiswahili. Nilifikiri naweza nikaspecify kule chuoni, lakini nikikuja napata nafundishwa kwa Kiingereza. Mpaka siku moja namuuliza mwalimu wangu anafahamika kama Mr. Brian, kwani hatusomi Kiswahili wewe? Wakacheka sana na wanafunzi wengine pale wakaniambia hapa hakuna kuspecify kwa kitu fulani, tunasoma Kiingereza na hakuna kusema wewe ni news anchor. Waweza ukawa reporter, waweza ukawa kameramani na masuala kama hayo. Kuna siku kufunza Kiswahili labda? Mwalimu? Si alikwambia usiegemea side moja, egemea pande zote. Lakini hakuegemea yeye, mbona kuegemea kwa Kiswahili yeye anaegemea? Walimu pia nyinyi mjipi. Lakini napendeza sana kwa sababu Waswahili wanasema kwamba kama unataka kufaidi usiwe mwenye pupa,
kwa sababu siku zote mwenye pupa anataka kula tamu, sio? Bwana lazima pale uzingatie yale yote ambayo unaambiwa na wakufunzi. Ufike mahali ambapo unataka kufika. Kwa sasa utasema wanahabari unakupeleka vipi pale chuoni? Wanahabari manake ilikuwa passion ya kwangu, naweza nikasema ya kwamba masuala ama kila kitu kipo shwari. Walai napenda sana. Alafu Kenya wanasemekana kwamba kuna uhaba wa kupata kazi labda kwa watu ambao wamesomea wanahabari pale. Je, unaamini kwamba ni kweli ama kauli yako ni ipi? Kibinafsi siwezi nikaegemea hilo swala ama hilo jambo ambalo watu wanasema. Mimi ninaamini kujituma, na siku zote naamini ya kwamba mtu akijituma na pia umwamini Mungu, mambo yote yatakuwa shwari. Unasema kwamba kila siku dua. Nasema Mungu andikalo Mungu alifutiki. Na wino wa Mungu siku zote ufutiki, si ndio? Napenda bwana. Napenda bwana, napiga story naye mtoto wa kike. Kwa kweli ukisikia Kiswahili bwana kimeenda shule, ukisikia bwana ametokea Meru pale na umkubali, na pia nishakubali, nimekubali lugha, au sio? Bwana tuanze kufunza Kiswahili ama unaonaje? Kiswahili ndio tukidhamini Kiswahili. Sasa umeandika mashairi jamani. Na hapo ndani nimesikia mashairi yako katika mahaba, si ndio? Jamani ungenisemea shairi hata moja ama wewe uimbi ni kuandika? Siimbi mashairi wala kugani, mimi naandika tu. Lakini si unaweza pia ni mistari 2-3 tu ile umeandika katika nini? At least unishawishi, hebu nikae vizuri. Shairi kama lipi sasa? Ile mistari umeandika. Naomba sasa hiyo mistari uniambie. Nisi kama nitahisi vizuri. Nione kama ambapo nimehusisha mahaba ni kwenye riwaya. Riwaya. Umesema kwenye mashairi ni all rounded, yani nahusisha masuala kama vile ya siasa nini, yani masuala yote ya kijamii, si mahaba. Nilikuwa nimefurahi, nilikuwa nadhani leo nitaambiwa maneno matamu jamani. Lakini anyway, naona cameraman wangu pale labda anaweza niambia baadaye. Lakini kwa sasa mimi nafurahi sana kwa vile unaendelea shuleni kuendeleza masomo yako pale wanahabari, kwa sababu siku zote hii kitu ni kipaji bana. Kipaji pale ukapewa na Mungu, na langu tu ni kukutakia kila laheri na kheri pia katika safari yako ya wanahabari. Changamoto ni zipi labda umeweza kukutana nazo katika safari labda? Changamoto zetu kama comrades au ni katika tasnia ya wanahabari? Hamna changamoto. Mimi kibinafsi naamini ya kwamba nazungumza na watu wenye haiba, watu ambao najua ya kwamba nikiendana nao, wajua anasema ukiwa around billionaires 5 bila shaka utakuwa wa 6. Kwa hivyo natangamana na watu ambao tayari wamefikia level ambayo nami nataka nifike. Kama missionist hapa. Unahisi kwamba nimefikia ama bado unatambua wengine wa huko? Na watambua nyote jamani, sidharau yeyote wala kumshusha yeyote. Siku zote usidharau mtu, sio? Wala inapenda sana. Kwangu mimi niseme tu nimefurahi sana kupiga story nawe, na pia kukubali wito. Waswahili siku zote wanasema kwamba usikubali wito, kubali wito walo. Usikatae wito. Mtu akatae wito, itikie wito walo. Ili nalo bwana ni kweli nimekuvutia kitu kikubwa, si ndio? Ama hii ni rahisi kwako? Hapana jamani, unajua kupata fursa kwenye kituo cha habari chochote si rahisi jamani. Kwa hivyo mimi naiona opportunity njema kabisa. Na unajua wanasema opportunities do come once. Bwana nitilie ndua basi, sawa? Nikuite zaidi na zaidi. Napenda sana. Bwana tumekuwa naye Edith, mtoto wa kike ambaye kweli amejitoza katika tasnia ya wanahabari, ambaye kweli ni kama anaipenda sana kutoka rohoni, au sio? Bwana kwangu mimi nitampa kongole, nitamshukuru sana pia kumtulia dua na kumtakia kila laheri na kheri pia katika safari yake ya wanahabari. Kweli Kiswahili chake kimebobea, kimeenda shule, lakini pia nitafungia leo nikiwaambia kwamba bwana mtembe usiku akasifiwa kulipokuja. Katika safari yako siku moja najua siku moja tutakusifia. Asante. Kwa sasa unatembea gizani usiku, watu hawaoni. Sawa? Lakini kuna siku
jua litafanya nitachomoza, si ndio? Naam. Tutatambua kazi yako. Inshallah. Langu ni kutakia kila laheri. Asante. Na kutia bidii sana, usio. Kabisa. Bwana, tunafungia shughuli ya kwetu leo. Siku zote mimi nafahamika kama Shenista Murome, ama ukipenda zaidi bwana Let's the presenter, usio. Bwana, inakuaje? Siku zote tufuatilie kwenye YouTube, kwenye page yetu pale Facebook ukipenda zaidi, kwenye TikTok. Alafu pia ningependa kuongea na wanafunzi ambao manzee wanatafuta attachment pale. Kuja Newsline Media, tufanye mambo ya kwetu. Nawapenda tu sana bure, au sio?